Kabla sijamwalika Ismail Yasin, najua mambo ya kura, mambo ya ID, voter registration inaulizwa hapa. Wangapi wako na voters card? Mko naye? Na hiyo voters card mnahitaji wakati mnaenda kupiga kura? Elisha hiyo. Hebu tuulize huku. Ulibeba yote ID. Ngoja. There is a reason kwa nini nauliza hiyo swali. Unaelewa namna hiyo? You only have an acknowledgement slip, which is not a valid document when voting. Only the valid document in voting is only the identity card. Is the identity card. Lakini ni identity card wakati umeregister ama wakati haujaregister? When you have registered. When you have what? Only registered. So nataka niwaombe tuteke masikio wakati Yasin anapojaribu kujibu yale maswali ambayo mliuliza kwa mambo ya voter registration na upigaji kura. Karibu sana. Nitajibu maswali alafu pia baadaye nitajaribu kusaidia jinsi nilivyoongea na wewe kwa ofisi, kwa sababu niliwaambia mimi najua watu wengi sana, japo nimesikia Ambuni amesema ofisi yangu inafungwa. What I believe ni kwamba we don't escalate problems, we escalate solutions. That is the principle yangu ya maisha. Ukienda kwa nyumba waambie mzee, labda wamama mnasema mnasukumwa kwa laini, you are equal to the task, yeah? But ukienda kwa nyumba waambie mzee tuko na shida ya chakula, tafadhali usiibe hiyo shida, tafadhali msaidie kumpatia solution. Ndio kitu tunafanya hapa, na ndio naamini pia ukiangalia team ni kura yangu sauti yangu, kumaanisha nyinyi ndio wenye sauti, sio mimi. Yenye mtatuambia hapa sisi tutaenda kuhakikisha imefanywa. Kwa hiyo tutajaribu kufuatilia line as the questions are being asked. Yeah? So kuna mtu wa kwanza alisema mambo ya postponement of election. That one needs a constitutional amendment. Yeah? It's not something that you can just come and say that tunataka ibadilishwe. Tulipitisha hiyo katiba. Wengi wetu ndio hatukusoma, tunasemaga tukisoma hiyo katiba, lakini tafadhali take time usome katiba. It has clearly said that elections will be held at a particular time, which will be held until otherwise, yeah? So that unless we go for a referendum before that. Kitu kingine ni kwamba tumeibiwa sana, IEBC must go. Yaani ni nyimbo ambayo hata mimi imeniingia. Sasa mimi hata natembea nasikia tu IEBC must go. But la msingi ni kwamba japo unasema IEBC must go, you must register. So keep on singing that song if it's a song that is agenda. Kama ni nyimbo ambayo umeipenda, iibe. Lakini la msingi ukumbuke kwamba you have to register, you must register. Because mwishowe in an environment ambayo ni democratic, environment ya demokrasia, sauti yako, the only time sauti yako itasikika ni zile kuna hiyo kadi. I mean when you have your ID and you register. That is the only time you actually have a serious voice in this society. Past that, tumeletea wabunge, they will put bills on us, tutachia ma MCA watuongoze. But before that, kura yako ndio sauti yako. So tusisahau pia venye tuko hapa. Kiendelea kusoma ujiulize kwa nini wamesema kura yako ni sauti yako. IEBC has issues, as you have said, as people are saying, as all the stakeholders are saying. But we cannot throw it out. We are reforming, we are strengthening it. Kisoma hapa, kuna bahali imeandikwa credibility ya election. So it means kuna issues. Mheshimiwa kwa hapa by virtue of the IEBC process. Yeah? So there are some credibility issues that have to be solved. Yeah? But it does not mean the whole process is wrong. When systems are failing, yeah, it is not issuing any advantage to anybody, or it is issuing disadvantage to all the candidates. I am happy that nimeona kuna agents hapa, nibile sikumbuki sura za 2013, but nina hakika kuna maclerks niliwaajiri hapa, kuna presiding officer tuliwaajiri hapa. Nasemaga kura ikiibiwa ni nyinyi, sio mimi. Kwa sababu tuliwaajiri nyinyi mtuhesabie kura, tupatie PO, tupatie agents. Lakini kwa zile matatizo zilifanyika kama systems ambazo tumeambiwa, those ones are things that we admit. We have systems that fail. Results transmission system ilikuwa na matatizo. Electronic voter identification system ilikuwa na matatizo. We have a BVR machine that is still working and we're still using it until now. Japo watu wengi wanasema BVR is fail. So we also have a role to play. Tunafaa tujielimishe. In all these electoral processes.
staff on IBC opening an office, working hours. Nimeongea mimi ni kijana wapo. Wengi wenu mnanijua. Hata saa hizi kama ofisi yangu imefungwa utapata kuna namba imeandikwa kwa mlango. We have a problem, we have a shortage of staff. We are only 2 permanent staff employed in that office. One is my returning officer and I am the deputy. So there's a time that like now returning officer is having a meeting since morning at Nyaga House and I'm the deputy returning officer. But since it is an issue to do with the IBC and the society, I also have to be here. But I also have to take care of the people who are coming to the office to kutafuta. So kama kuna matatizo, we have to go around it. So kuna matatizo ya shortage ya staff. Yes, kama story, I wish MP was here because yeye ako kwa budget committee saizi. Kuna issue ya budget. I thank that gentleman. There's a gentleman ambaye ni highlight kwamba IBC kipeleka budget tunapatiwa almost a quarter of the budget. Juzi tumefanya mass voter registration. Ile budget ambayo tumerequest tulipatiwa quota yake. That is why you had a problem. Ukisikia kuna mmoja wenu alisema aliamka asubuhi akaona mashine imewekwa hapa, kesho yake asubuhi akapata mashine haipo. Kwa nini? Staff walikuwa wachache. Na lazima tuhakikishe kwamba each and every polling center inakuwa na muda wake wa kuhudumiwa. So we had to come up with a schedule which I shared with, I think, everybody. Other than kwa hizo social media that Omosh will say, Ambunya, I think you had a schedule that I gave of the machines, how they were moving, where people work. So problems itakuwa, even probably the next mass voter registration we're going to do, we'll probably have budget issues. But what can we do? We have to go around it. So, kuna issue of civic education. We are really trying. So civic education, I'm also trying so much on Twitter, on Facebook, on the social platforms, the Kibira. I always try to send people sensitization messages. Why should you register? Where registration is happening? In case I'm out of the office, even the MP and his team can attest to it that even on weekends, I spare my time to actually come and kuandikisha watu. Nikiitwa niambiwa kama kuna issue na basari na Wakenya wengi, wananchi wengi wa Kibira wanataka acknowledgement slip, najitoleaga Saturday nakuja. Hata bila kulipwa, nakuja na nafanya kazi. Kwa hiyo sisi tunafaa tusaidiane. I will do my role and please do yours. So civic education pia wewe uchukue muda usome hizi vitu. Tusikuwa tunangoja kama ni labda viongozi ama mheshimiwa akiongea ndo sisi tusichukue hivyo. Lazima pia sisi tuende out of our way tusome. Enda Google about IBC, uliza, njoo kwa ofisi uliza IBC. Kama I have handouts or pamphlets to give you, nitawapa. Provided at the end of the day you have taken a step towards knowledge. Do not wait for the knowledge to come to you. FPR budget tunazungumzia, queue management kwa laini, wamama nimesema mnasukuma. Nadhani you are equal to the task, yeah? Kwa sababu sasa hizi it's very hard to actually say that we put a line for women. But it is a recommendation that we put forward there. But for the time being, kindly bear with us because ni haki yako. Ni haki yako. Ni haki ya wanaume kupanga laini, haki ya mwanamke kupanga laini, haki ya mlevi kupanga laini, mjamzito kupanga laini. Tumejaribu kama watu wajawazito, kwa watu walevi, tumejaribu kuondoa kwa laini ndio nyinyi wengine mwenjoy your work there. As in your exercise. Yeah? But otherwise it will be very hard for us to put different lines. Although venye mwenzetu wamesema queue ilikuwa ndefu sana 2013. It was simply because your system it's called EVID, electronic voter identification system. It failed. That one we acknowledge. So the line could not move as fast as we expected. Yeah? But God willing, we are doing something about it. The electoral technology is we want it to be purchased early, we want it to be tested early. And before elections, because we want the whole process early enough. Basically on the electoral process, I think I will do my part na elimisha, lakini pia nyinyi mfanye part yenu ya kujaribu kujielimisha pia. Unaona? So lazima tukubali kuna mshindi na kuna mshindwa. So sisi wenyewe tunafaa we come to action. We preach peace amongst us. Sisi tunapendana majirani hapa, kama wewe ni Mjaluo, Washuko mzima ni Kikuyu. Baada ya election Kibira, Mathare, Dagoretti. Those are the first places they run with their cameras to see us fight. So tusiwapatie the benefit of doubt. We vote, tuendeni nyumbani tungoje matokeo. Voter bribery. There's an agent, someone who's an agent. If you found a big bribe or someone bribed you, I think you're liable to a serious offense. Both of you. So it is for you ujichunge. Usikubali ununuliwe. Umeambiwa kura yako ni sauti yako.
Mimi sasa hizi nazungumza hapa ni sauti yangu, si sauti ya mtu mwingine. Kwa hiyo wewe sasa ndio uko na kadi yako. Hakikisha umepigia mtu ambaye umeona sera zake ni nzuri, ataleta mabadiliko. Tusiangalie mambo na tribe. We should move away from that. And we should move away from party politics. Let me say that. We should look at people as individuals. Because I realize watu wengi wanachaguliwa kwa sababu labda ya chama ama kwa sababu ya ukabila. Lakini ukimuuliza ule jamaa umemchagua ni nani, alikuwa anafanya kazi gani mwanzo kabla hiyo hujamchagua, haujui. Simply because uliona jina ambaye inaambatana na kabila yako utakuwa. Lakini sisi kama watu wa Kibira, I think sasa hizi we are reaping fruits of voting wisely in 2013. Let me just say that. Yeah? When it comes to 2017, we hope that the election technology does not fail us. Because if it works, then we need to look for another problem. Let me just say that. Yeah? If that technology works in 2017, we need to look for another loophole to cover. Because basically tunajenga nyumba yetu. Bali ukiona kuna shimo inavuja kwa mabati bali utaiziba hiyo shimo kwa mabati, kesho kutwa jua ikiwaka utaona kuna ufa. Kuna mpenyo kwa ukuta. Utajenga hiyo. So that is what we are doing. And that is what I think also the Kurahangi Sauti Yangu team are also doing in partnership with the other organizations. So we try to improve every time whatever we have until we become, because we cannot be perfect definitely, but we need to improve on the basic things that we've invested in. I don't know if there's anybody who's question about answer. We will be reminded as we go, but let's give the leaders an opportunity to think. So tupigie makofi tafadhali. Done very well.